Mwaka 2005 mwezi Juni, Taliban walimuua kikatili mwanajeshi mmoja wa Navy SEAL. Mara moja uongozi wa jeshi la Marekani ukatoa amri ya kumtafuta na kumwondoa kiongozi wa Taliban aitwaye Ahmed kwa gharama yoyote. Wanajeshi 16 wa SEAL walipanda haraka kwenye helikopta 2 za Chinook na bila ulinzi wa helikopta za Apache wakaingia kwa nguvu ndani kabisa ya eneo la Taliban. Walipofika karibu na eneo la shabaha na kujiandaa kushuka kwa kamba, ghafla kombora la RPG lilipiga. Helikopta ya Chinook iligongwa moja kwa moja, ikapoteza mwelekeo mara moja na kuanguka bondeni ikiwa inatoa moshi mzito mweusi na kuwaua wanajeshi wote 16 waliokuwa ndani. Baada ya kuona hivyo, Chinook nyingine ilikimbia haraka kutoka eneo hilo. Hii ilikuwa siku ya aibu kubwa sana katika historia ya Navy SEALs wakati wa vita vya Afghanistan. Lakini mwanzoni, hili lilipaswa kuwa operesheni rahisi tu ya kuingia kisiri na kufanya upelelezi. Sasa swali ni, kwa nini mambo yaliishia vibaya kiasi hicho? Wakati huo, uchaguzi wa bunge wa Afghanistan ulikuwa unakaribia. Ili kuhakikisha mkutano huo unafanyika kwa usalama, jeshi la Marekani pamoja na vikosi maalum walifanya msako mkubwa katika eneo hilo. Wakati huo ndipo Ahmed, kiongozi mkali wa Taliban, alitumia nafasi hiyo na kuwa adui mkubwa ambaye Marekani ilitamani kumwondoa haraka. Ahmed alikuwa mtu katili sana na hakuwa na huruma hata kwa watu wake mwenyewe. Mtu yoyote aliyekataa kutii utawala wake aliuawa mbele ya watu. Wanakijiji walimchukia sana. Siku hiyo, majeshi ya Marekani yaliyokuwa Afghanistani yalipokea taarifa ya uhakika kuwa maficho ya Ahmed yamegunduliwa katika milima ya jimbo la Kunar. Kutokana na hilo, wakaanzisha operesheni ya kijeshi iliyopewa jina la Red Wings ili kuzuia vita vikubwa na kupunguza vifo. Operesheni yote iligawanywa katika hatua mbili. Katika hatua ya kwanza, kikosi cha watu 4 wa upelelezi kilichoongozwa na kapteni wa Navy SEAL Michael Murphy kilitumwa mapema. Baada ya kupata picha ya uso wa Ahmed kwa uwazi na kuthibitisha mahali alipo, makao makuu yangetuma kikosi kingine kwenda kufanya shambulio la moja kwa moja. Kikosi hicho cha watu 4 kilipanda helikopta ya Chinook na chini ya ulinzi wa Apache wakafika haraka pembezoni mwa eneo la shabaha. Wakashuka kwa kamba kwa haraka na kuanza kutembea kwa miguu kuelekea walikokuwa wanakwenda. Baada ya usiku mzima wa kutembea wakiwa na silaha katika eneo gumu la milima, walifanikiwa kufika sehemu ya kutazamia. Kiongozi wa kikosi Michael alianza kuchunguza kwa kutumia darubini, akamuona Ahmed miongoni mwa watu na akafanikiwa kuchukua picha ya uso wake kwa uwazi. Dani, ambaye alikuwa anahusika na mawasiliano, akatoa redio mara moja ili kuwasiliana na makao makuu, lakini akagundua kuwa mtandao ulikuwa mbaya sana na hawakuweza kuwapata kabisa. Kikosi hakikuthubutu kuchukua hatua ya haraka, hivyo wakajificha tu kwenye vichaka vilivyokuwa chini. Walipokuwa wanarekebisha vifaa vyao na kutafuta sehemu yenye mawasiliano mazuri, pia walikuwa wanachora mpangilio wa ulinzi wa kambi ya Taliban. Lakini wakati huo, Dani